Namba moja ni Konki Master. Namba moja ni Putin. Ya ndo tumeteka anga yote. Hatari sana. Ya Mamba 24 majenzi yote tumeiteka anga yote. Anga yote iko chini yetu. Kwa hiyo maadui zetu wote wako chini. Sisi ndo tumeitawala anga yote. Watu wanaficha nuclear, wewe unazifumua tu. Mimi nazifumua nuclear. Yani we better watch. You better watch your back. Uko poa lakini yani. Niko poa mzuka kama mlivyonikuta hapa na nini. Na enjoy upepo wa bahari. Kwa karibuni sana. Nimekuja na mengi sana lakini kwa bahati nilivyofika tu bwana, naona kwenye post ya Instagram ya ndugu yetu Ali Kamwe bwana, kaposti moja ya video yako ambayo umepita na ndugu yetu Kiredio, baada ya kumzungumzia Ali Kamwe kwamba anapenda sana kulike posti za wanawake kwenye Instagram. Maana akiona mdada shepu nini ya kwenye kila akaunti unamuona. Nimeona pia umepita naye bwana kwamba Ali Kamwe kulike picha za wanawake, ulitaka like picha za wanaume. Ya ni kweli, that is not fair. Kwa mfano wewe nenda tuseme kama tulivyokaa hapa, si ndio? Mwanamke akipita hapa wanaume wote si lazima wageuke. Mwanamke kweli, yani kama una kitu unaona. Yes, kila mtu anageuka. Wanaume tumeumbiwa hicho. Macho yetu tumeumbiwa kutazama vizuri. Na kitu cha kwanza dunia ambacho Mwenyezi Mungu ametuumbia tunakipenda na kutufurahisha na kututunza sometimes. Ukibahatika kuwa na mwanamke, shanaelewa, kwa sababu kupata mwanamke bora na yenyewe ni bahati. Unaweza ukawa na mwanamke mkali lakini kawa jini tu kwenye maisha yako. Ukawa na mwanamke wa kawaida lakini akawa mwanamke bora, superwoman kwenye maisha yako. Lakini tumeumbiwa, maua yetu ya kwanza ni wanawake. Sasa unataka Ali Kamwe akutazama wewe? Wewe Kiredio una makalio wewe? Si una vijikalio vya kiume? Ali Kamwe anaangalia msambwanda. Usielewa. Anataka umuone kwenye akaunti yako ya Kiredio. Unataka aje kwenye akaunti yako? Utakuwa ngoja mkemia mkuu yuko kazini. Umesema nimeona pale umesema kwamba mkemia mkuu wa Mamba. Nimeshamtuma tayari mkemia. Kwa sasa hivi siwezi kumwataki Kiredio kwamba wewe unapigwa miti, siwezi. Kwa hiyo kwa sababu mkemia mkuu bado hajaletea ripoti na mkemia mkuu hajawahi kukosea. Hajawahi kunipa majibu yasiyo sahihi. Kwa hiyo Watanzania subirini majibu ya mkemia mkuu. Kama huyu sio au yes. Kwamba Kiredio ni chichimani, bombo kati hypocrite au sio chichimani, bombo kati hypocrite. Kama ni chichimani unaruka naye. Yes man. Hatari sana. Yeah. Lakini amekosea sana kumwataki Ali Kamwe kulike. Na sio kwamba yani pale sio Ali Kamwe, watu wengi sana kina Baraka Yanga, watu wengi hata kwenye comment unaona. Kwa sababu ni mtoto wa kiume. Unataka wewe Isco nime na kuataki, ukipost kitu ni kuataki na nini kulike wewe? Wewe ni mtoto wa kiume. Nikiposti picha zangu ni. Sasa hivi mwanaume unakaa Isco na wanawake kibao. Unataka kupiga miti wewe? Ndio. Na unakuta Isco ana mke. Huenda na yuko kwenye research ni yupi anamfaa. Ndio. Kwa sababu sasa hivi dunia sasa hivi lazima utest mitambo. Dunia sasa hivi kupata mke bora lazima tofauti na babu zetu, bibi zetu walikuwa anachaguliwa mke na anakuwa bora. Lakini dunia sasa hivi test mitambo. Uchunguze na ukoo mzima. Unaweza ukaoa mwanamke kumbe ana madanga 10. Kwa lazima test nini? Mitambo. Kwa hiyo mwanaume jasiri ni lazima test mitambo. Sasa mimi na test mitambo inakuuma nini? Unataka nije ni test mitambo kwenye mgongo wako? You better watch your back yo. Oneni, huyu ni mzima kweli. Tayari mkemia kashanipa majibu. Mkemia achele. Watanzania, mwanaume unaweza ukawa na kucha moja ndefu kama hivi. Kucha. Wanawake ndio wanaweka kucha ndefu. Angalieni, ni mzima kweli, ni mzima kweli, kucha za kike mwanaume unatembea nazo. Tayari mkemia mkuu kashaniambia. Huyu tayari kashachunguza kile kidole tuna mashaka nacho. Kina kucha ndefu za kike. Chanel, so you better watch your back. Hatari sana anko. Anko, kwenye hilo utapita na kila ambaye utaona hayuko sawa, hupepesi. Yes, pepesi na wala sitarudi nyuma na wala sitasanda kwenye hilo kwa sababu moja tu. Mwenyezi Mungu alileta duniani kwa makusudi. Nimtumikie, nifanye kazi yake. Kama nabii, mtumishi wake. Hii kazi inayoifanya ndio hii ya kukemea mapenzi ya jinsia moja. Sitarudi nyuma na namshukuru Mwenyezi Mungu sijawahi kutishwa. Unanielewa? Toka nianze hizi harakati sijawahi kutishwa na yoyote.
kwa sababu wote niliowataja hakuna niliyemsingizia. Ningekuwa kuna mtu nishamsingizia ni lazima angekuwa ameshani mind. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo sije kutishwa wala hujawahi kumsingizia mtu na wala sitarudi nyuma mpaka naingia mochwari. Kwa jina la Baba na la Mwana la Mtume Muhammad na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu ni mshindi aje kushindwa na mimi nitashinda. Nitashinda. Naomba sana anko. Umezungumza na sio tu kwamba Isco nitashinda mpaka sasa hivi. Unajua Isco. Yes, mpaka unajua wakati naanza watu wengi huyu sio kapata kwenye mziki anasingizia watu sio wakati jamii haijachafuka. Wakati nataja wale watangazaji. Shana mtu huyu mtangazaji kweli hamna. Duduba kafulia. Sijui anatafuta pa kutokea asili. Sasa hivi yako wapi? Hao watangazaji mnaishi nao mtaani. Hawaliwi, wanaliwa. Hao ma DJ mkono mtaani. Sasa mnakuja mnaniambia kweli bwana. Kweli bwana. Kweli bwana. Mshanero. Mpaka sasa tumefikia hatua mwanamke anamfanya mwanaume. Uongo kweli? Nilianza kitambo na sikukata tamaa. Kwa hiyo sasa hivi nani mshindi? Ni mimi Putin ndo mshindi. Noma sana. Kwa hiyo hapa mimi nasherehekea Mambas 24 Majenzi tunasherehekea ushindi. Nimeona juzi bwana kuna watu wamecomment pale Mlimani baada ya Mlimani City pale wanasema walioandaa tamasha wanajuta kumuita Dudubaya. Wewe Fidikiu Babu Tale nani ni washikaji zako? Ni kweli kuna namna wamekulaumu wako kwenye kile kilichotokea? Hapana. Mpango ulikuwa hivi. Walivyonipigia simu tuna tamasha linaitwaje miaka 30 ya Bongo Flava. Lina maudhui gani? Yaani slogan gani? Na lengo ni nini? Kama ninavyokujua huendagi kitu. Kuna matamasha makubwa tuko nao lakini watu wanazunguka mikoani ndo wanafundishwa ushoga kwenye mahoteli, usagaji, ulevi watu wanasafiri na mashoga kwenye matamasha, Costa imejaa mashoga, madawa kulevya na nini. Sasa matamasha nishakataa. Nikauliza na hili linafanana yale ya kishetani? Kasema hapana. Hili lengo lake ni kukemea ushoga na usagaji. Nikauliza mimi ni Isco nauzaga mara 3. Ndio maana ya konta. Lengo lake ni nini? Kupinga ushoga na usagaji. Mara ya pili kupinga ushoga. Mara ya 3 nikasema mara ya 5 nikamwambia haya twende. Kwa hiyo mpaka mimi nafika pale. Huyo ndio ilikuwa plani, sio kwamba nilizungumza pale nimelewa. Mlikubaliana mbebe huo ujumbe kwamba tamasha letu linapinga. Yes, mpaka mikoani. Sasa kama mimi napinga ushoga, ni sehemu gani ya kupinga ushoga? Niwaulize nyinyi. Mshanielewa? Niwaulize nyinyi wa Tanzania. Mwika watu wengi na sikiliza. Hizi anasa zinaanzia wapi? Misikitini, makanisani au majumbani? Mara nyingi asilimia kubwa si sehemu za starehe. Na pale ilikuwa sehemu ya nini? Pale ndio watu wanaleweshana. Wanatongozana. Na pale ndio watu wakilewa pengine wanaweza wakachukuana wakaenda kupigana miti. Si ndio hiyo sasa. Shanaelewa. Mwanamke kakutwa pale kaleweshwa, kajikuta kapigwa miti. Mwanaume pale kaleweshwa kajikuta kafanya nini? Kapigwa miti. Kwa hiyo ile ni eneo la kishetani. Sasa ndio nikasimama imara kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu kukemea Sodoma na Gomora kwa kutumia umaarufu wangu, kwa sababu ningekuwa sio maarufu nisingeitwa pale. Sinaelewa. Kwa hiyo nikatumia ile mic kumwakilisha, kumtukuza na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Shanaelewa. Kwa hiyo pale sijakosea, ndio maana sikuomba msamaha. Na sikuomba msamaha kwa sababu waandaaji waliniambia lengo la nini? La tamasha ni hilo. Na ndio maana hata wao walikuja tukazungumza. Na kususa nisiende mikoani ilikuwa dhamira yangu ya kweli. Kwa sababu wamekiuka kile ambacho mlikubaliana. Yes. Sio umeelewa vizuri. Kwa hiyo ndio maana nasema haikuwa bahati mbaya. Alafu kitu kingine nachukia sana mtu anapokasingizia kale keupe. Yaani mimi mtu ukikasingizia kale keupe naweza nikakubabua kwa sababu kale keupe. Wanakasingiziaga tu. Keupe. Isco sijaanza kunywa keupe leo toka 2004. Je, show ngapi nimefanya? Hayo matamasha yote si Fiesta, Saifeso tumezunguka. Na kunywa keupe nishai kuharibu jukwani. Nishai kutukana jukwani. Show za Wasafi Festival 2019. Fiesta show kibao, miaka kibao. Nishai kutukana Fiesta jukwani. Matamasha mangapi makubwa? Kenya, Uganda, wapi mpaka Ulaya. Nishai kutukana. Lakini kwa nakunywa nini? Keupe. Why now ukasingizie keupe? Pale ilikuwa mpango mkakati kwenda kutimiza lile lengo la tamasha. Sio bahati mbaya. Beba ujumbe ule. Beba ule ujumbe. Hatari sana. You better watch your back, yo.
Bana anko bwana, mambo ni mengi sana. Miaka 30 imeenda poa Bongo Flava, lakini kuna watu, kila mtu alisema la kwake. Tulifanya interview tukawa tumezungumza kuhusu kauli ya TID bwana, kusema siwezi kwenda kwenye tamasha lenye watu 100, lakini pia tunaamka leo tu ndugu yetu limemkuta jambo bwana, tukaambiwa amebebwa na yuko polisi. Sababu ni kwamba alienda kwenye moja ya baa maarufu hapa mjini ambayo ipo Sinza, akalewa. Alienda ya Tabata akalewa, lakini bili hakulipa, na utata ulianzia hapo kwenye kulipa bili. TID kawekwa ndani kwa ajili ya deni la shilingi 210,000. Sorry. Laki tano. Sidhani yule anaweza kanywa 500,000. Itakuwa kwenye laki. Hawa wasanii nishasema siwezi kuwataja wengine kwa sababu tunaongelea huyu TID. Madawa kulevya ni kitu kibaya sana. Ukivuta madawa kulevya unakuwa nusu kichaa. Unaweza ukaforce jambo lolote muda wote. Na mimi jana natoka Slipway, niliona video clip yake akiwa pale Kitambaa Cheupe ya Tabata. Yuko na dada fulani simjui ni nani. Alafu yeye yuko kulia na mshikaji wake yuko kushoto. Ile video clip nilivyoizoom nikajua hapa kutatokea balaa. Ukajua kutatokea balaa. Nakuja kuamka asubuhi. Ndio napigiwa simu na meneja wake. Meneja wake sisi kama nafikiri hawaelewani. Kaniambia nenda Tabata kituo cha polisi ukamtoe ndugu yako. Anadaiwa bili. Mara sijakaa sana naona kwenye vyombo vya habari. Ndio nikakumbuka jana nilimwona. Kweli Kitambaa Cheupe ya Tabata. Kwa hiyo huyu ni kweli alikunywa na hakuwa na hela. Na mimi kwa huruma nilienda kabisa benki. Unajua mimi sikagi na hela hizo. Sana hela. Mimi sikagi na hela. Hela mimi naweka benki. So mimi na chakula kila kitu ndani. Shanela. Nilienda kudraw hii pesa. Shanela. Nilienda kutoa hii pesa. Ili ni mtume ili FDQ. Meneja wangu aende kumtoa kituo cha polisi. Shanela. Atoke na uzee wake, maana nika kijana kazee. Kamezeka mpaka nywele hazioti. Shanela. Lakini baadaye FDQ akaniambia ameshapata dhamana. Na wao kaniambia ameshatoka. Sasa kama ni dhamana labda hajalipa au kalipiwa. Sasa hatujajua nani kafanya nini? Nani kamlipia, lakini kilo safi. Ulikuwa tayari kwenda kulipa hilo? Mimi siwezi kukaa na pesa hivi. Mimi sio mjinga. Sababu kama kila kitu ndani inacho. Sasa nakaje na hii pesa yote? Kwa nilienda benki kutoa ili FDQ aende. Na kweli FDQ akawa amewasha gari kutoka Mbweni ili aelekee kule. Baadaye ndo tukapata taarifa kwamba ametoka, na mtu mwingine aliyetupa taarifa ametoka ni wewe mwenyewe. Kakwambia anko katoka bwana, yupo katoka. Kwa hiyo nikamwambia Fid, nipigia simu kabisa, nikwambia nimeongea naye. Nikamwambia Fid, nikakuuliza deni shilingi ngapi? Kwa hiyo Fid akaniambia kashachomoka. Nikamwambia basi rudisha hiyo. Mshana. Kwa hiyo nafikiria umtumie hata 1,500,000 apate kidogo matumizi. Inabidi awai Dodoma leo weekend akapiga show zake. Talatala. Akapiga show tena. Nafikiri atakuwa ameshapanda basi hivi huko njia anaelekea. Kwa image ya TID na namna ambavyo anapiga hizo show za kwenye hizo bar ambapo mkoani Dodoma hivyo, anaweza kweli akaleta utata wa kulipa bili hiyo ambayo tunaisikia. Sio yeye wa kwanza kwa wasanii kutokulipa bili. Sio ya kwanza. Nishawahi kuwataja listi ya wasanii ambao anaweza akafika sehemu akaagiza Hennessy. Alafu anategemea kuna watu watalipa. Alafu wale watu wanakuja kugoma kulipa. Mvua imekunyeshia wewe. Kwa hiyo tuna wasanii mdananda. Shanela uzuri. Msanii yale akina Matonya, kila sehemu ambao unadaiwa, kila kiuchifu kudaiwa jambo la kawaida. Kuiba mataulo hotelini jambo la kawaida. Shahidi kuiba taulo. Kama shasikia Matonya Muweza promoter aliojiwa Clouds kaiba mashuka na taulo. Kwa hiyo hawa wapo. Sio kwamba tunaonea, wapo. Shanelewa. Kala umelala hotelini huku na huku, unamtuma cha wako anatoroka na begi, unasepa hujalipa chumba na bili na chakula kila kitu. Hawa wapo. Tuko nao. Kwa inawezekana TID alitegemea labda yule dada ambaye walikaa naye wakawa wanaenjoy. Yaani nafikiri itakuwa hivyo, hapo yule dada akafanya nini? Akachimba. Shana, na kuna mtu mwingine anaweza akafanya hivyo kwamba bosi wangu wa Talatala atanitoa tu. Atanitoa. Sababu atanihitaji weekend kwenda kupiga wapi? Dodoma.
na nafikiri hata hiyo ile imetoka Dodoma. Ili Jumamosi hawahi kwenda akapiga show. Nafikiri sasa hivi atakuwa njiani anaelekea Dodoma. Kwa hiyo si kitu kizuri kwenda kucheza na biashara, na ndio maana sisi wasanii waga hatupendi promoter tuimbishe bila kutulipa. Sasa huwezi kwenda ba, ni bora tu ufike. Kilichotokea pale pia kitamba cheupe, kama hujasikia nikwambie kidogo wangu. Wanasema pia wakati amepewa mic akataka kuimba, kuna hela ambao walikubaliana na yule meneja wa ile bar, akasema kwamba anahitaji kwanza apewe hela yake ili aendelee kuperform. Sawa. Anasema alikuwa anadai milioni 1. Yule meneja alimpatia ile milioni 1. Sawa. Ndio akaimba. Baada ya kuimba sasa ndio ikatakiwa kwamba alipe sasa zile dili za watu ambazo alitumia. Kwa hiyo mshiko wake aligeiwa. Kwa hiyo pale alienda kuperform. Akagewa milioni 1. Alafu alipewa akiwa pale baada ya kutaki kuimba mpaka nipewe. Akapewa. Alipopewa akaimba, baadaye alivyoshuka ndo akatakiwa kulipa sasa ile bili ambayo. Kwa hiyo mkataba wao haukuwepo kwenye vinywaji. Vinywaji utajijua, hiyo mikataba ipo. Unajua nikwambia kitu kimoja mlikuwa mjui. Mikataba yetu ya muziki, promoter mnaelewana, mlichoelewana na kulipa, si ndio? Na pa kulala na chakula. Vinywaji mapromoter wagawa usiki. Labda tu kwa roho safi aseme wahudumu msikilizeni msanii wangu hapa. Lakini bili za vinywaji promoter wa usiki. Kwa sababu gani? Ulimbukeni wasanii wa Tanzania. Mimi naweza nikawa hotelini, wakaja washikaji, labda niko Singida, washikaji zangu wa Singida pale kama 10-15. Alafu hotel nawaambia wasikilize hawa. Wasikilize wanangu. Kaunti itaisha. Naita mademu nini, wanakunywa, wanakula. Kwa hiyo tuko lafu kwa sababu hatuna akili ya maisha. Uwezo ukaenda kwenye biashara mtu ukaita na watu wasiohusika. Ni sasa wewe isiku umemwita mwanamke wako aje na marafiki zako, unafurahia? Sasa wasanii wa Tanzania ndio na hiyo tabia. Na ndio maana mapromota wengi, nikwambia tu hata Fiesta zamani kabisa, Clouds walikuwa wanaruhusu wasanii kunywa chakula na kila kitu. Bili zilizokuwa kutoa mtu mmoja tukashakunywa 400. Unajiuliza kuna faida kweli? Kuna faida. Kwa hiyo pale Clouds, iwe Wasafi wa kila Diamond pale, kinywaji utajijua mwenyewe. Chakula unagewa yako kale, kama ni chips mtaani kale wapi utajijua mwenyewe. Sisi tunahusika na chumba. So unaelewa point? Kwa nini Fiesta na Wasafi Festival hata wakina Majizo muziki mnene hawajihusishi na chakula na kinywaji? Sababu wasanii za so stupid. So unaelewa vizuri? Umeambiwa kunywa, lakini wewe unakunywa kwa sababu ni hela ya mtu. Ya kwako huwezi kunywa hivyo. Ndio haya mambo ninayozungumzaga. Mwanamke anajifanya kunywa bruto, mtaani anakunywa ngumu kumeza. Kwa nini tusinywe wote keupe? Unajifanya unakunywa Savana. Ndio wasanii sasa wanafanana haya malaya. Haya malaya linajifanya nakunywa Savana lionekane classic. Linajifanya nakunywa bruto lionekane classic. Mtaani likiagiza linaagiza kile cha kupima kisungura. Unaona kile mtaani anakunywa kisungura. Okay, msachi kwenye pocha anasungura. Ndio ya TID kwenda kuagiza Hennessy. Na ndio yeye TID alikuwa anakunywa Hennessy bana. Sasa TID na Hennessy. Sikunywaga tu na kujuaga bia yako. Kunywa loko bia na kujuaga nikija unyamani. Sasa unabadilika kama kinyonga. Watch your back yomi.